Kitabu cha Yeremia 1:5 imeandikwa, kabla sijakuumba tumboni nalikujua, kabla hujazaliwa nalikutakasa. Kitabu cha Yeremia 1:5 inamzungumzia mtu mmoja adimu sana kupatikana ama kumjua katikati ya watu 100 wanaposimama. Huyo anaitwa The Chosen One. Si mtu ambaye anasimama kwa kelele. Katika kila mtaa huwa kuna The Chosen mmoja. Huyu mara nyingi sifa zake sio mchungaji wa kanisa wala sio mtu mwenye cheo kanisani. Ni mtu asijulikana, ni mtu anayefichwa sana na Mungu. Subscribe channel, hakikisha umelike video. Ni muhimu sana kulike video na utashare kwenye magrupu mbalimbali ya makanisa tofauti tofauti. Zaburi ya 119:62 haumzungumzi mtu wa kawaida, unamzungumzia mtu anayejua siri za ratiba za rohoni. Huyu ni mtu mmoja tu anayejua kalenda za rohoni. Who is that? Ni nani huyo? Njoo taratibu ukifuatilia video hii ili upate kufahamu. Wakati wengi wamelala, wamezimika katika roho, watu wamechoka sana na shughuli zao, kuna mtu mmoja tu, The Chosen One. Yeye anaamka. Anaamka sio kwa sababu amekosa usingizi, bali kwa sababu roho yake inaitikia mwito wa juu sana. Mbingu inasema naye, mbingu inamwamsha. Itambue siri hii, usiku wa manane ni usiku ambao pazia la rohoni linakuwa jepesi sana, na usiku wa manane ni wakati ambao maamuzi ya hatima ya mtu yanapitishwa, mtu awe tajiri ama awe masikini. Katika kipindi hicho cha usiku wa manane, Mungu husema kwa sauti ya ndani sana, na The Chosen One anasikia, kwa kuwa ndani ya muda huo kwa The Chosen One ana alignment ya rohoni na saa hii anakuwa amekaa katika mwanga na nuru na njia moja na Mungu. Sifa ya The Chosen One ni kwamba haliwi na usingizi. He is not eaten by sleepy. Huyu ni mtu ambaye hafungwi na mwili na mara nyingi hawakataliwi katika ratiba za rohoni. Anapoamka usiku wa manane, anasema maneno, mwili kaa chini, roho simama. Hii ni authority consciousness. Ndio maana watu waliochaguliwa kutoka kwenye kitabu cha Yeremia 1:5 mara nyingi wanakosa usingizi wakati wa usiku, wanaamka ghafla tu. Mara nyingi anapoamka usiku, The Chosen One huwa haombi pesa, huwa haombi magorofa, haombi magari. Anaamka kwa ajili ya kushukuru, anaamka kwa ajili ya shukurani. The Chosen One haamki kumshukuru Mungu kwa sababu mambo yake yamekuwa mazuri. Anashukuru kwa sababu anamjua Mungu anachokitaka. Mfikirie Daudi. Daudi alipoamka alimtamkia Mungu akamwambia, to give you thanks for your righteous law, na kushukuru kwa ajili ya sheria yako ya haki. The Chosen One anapoamka usiku anaonyesha ukomavu wa rohoni. Kwanza ufahamu, maombi ya shukurani kwa The Chosen One inabadilisha hukumu. The Chosen One anapoamka usiku anaweza kubadilisha hukumu iliyotamkwa, hata hukumu iliyopangwa mbinguni. The Chosen One anaweza kubadilisha usiku kwa maombi tu, kwa kuomba tu, kwa kuwa imeandikwa, ombeni nani mtapewa. Lakini anayeomba na kupewa ni nani? Ni mwenye kibali mbele ya mbingu. Maombi ya The Chosen One yanaamsha ulinzi wa mbinguni. Leo hii jambo la 4 nataka ufahamu, kwa nini The Chosen One anapendwa sana na Mungu. Hii ni siri ambayo wengi hawapendi kusikia. Kila mtu swali hili ukimuuliza atakwambia Mungu anawapenda wanadamu wote, lakini ukweli hapana. Mungu ana watu anawapenda zaidi kuliko wengine. Ingawaje huwapenda wanadamu wote, lakini kuna ambao wanapendwa zaidi. Hao ni The Chosen One. Mfikirie Ibrahim. Mwanzo aliitwa Abraham, Mungu akampenda, akambadilisha jina, akamwita Ibrahim, tena akamfanya rafiki yake wa karibu sana. Fikiria mtu anaitwa rafiki wa Mungu, ni amependwa kwa kiasi gani? Hata The Chosen One wanapendwa sana kwa sababu hizi.